I'm coming. Ingia, mlango uko wazi. Hello. Subiri na mgeni nitakupigia. Asante, asante. Salama. Kwema? Kwema. Hapa. Nzuri. Samani. Unaitwa nani sijui? Naitwa Johari. Johari, wow. Jina zuri sana. Thank you. Okay. Vipi, unaishi na nani labda? Oh. Naishi na mama na baba. Okay. Yeah. Okay. Sasa Johari, bila kuchosha. Mimi nimekuja na shida. Kuna kitu nataka nisaidie. Kitu gani? Kabla sijakueleza dhamira yangu, moja kwanza nikuhadisie situation ambayo kidogo nimepitia hapo. Mimi nilikuwa na rafiki yangu ambaye ilikuwa tumepanga kwenda katika mji wa kifo. Mji wa kifo? Yeah. Rafiki yangu alizaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2001. Tulipanga kwenda naye katika mji wa kifo kwa sababu mtu alizaliwa tarehe hizi ndio mtu pekee ambaye anaweza akaongozana na mimi kwenda katika mji wa kifo. Lengo la kwenda katika mji wa kifo lilikuwa ni kwenda kukomboa na kusaidia jamii. Wale watu wanaokufa katika mji wa kifo kule kijijini inatokana na nafsi zilizodhulumiwa. Wale watu waliokuwa wanauawa enzi hizo bila hatia, zile nafsi zilikuwa zinajikusanya na kwenda kuishi msituni. Hivyo nilipanga mimi na yeye ili kwamba twende tukakomboe. Lakini kwa bahati mbaya yeye alikuwa anasumbuliwa sana kwa muda mrefu na ugonjwa wa moyo. Baada ya hapo kama amerudi kijijini, wakajaribu kumtibia lakini bahati mbaya hakupoteza maisha. Pole. Asante. Pole sana. Na lengo la mimi na yeye tulikuwa tumepanga kwamba twende katika mji wa kifo kwa ajili ya kwenda kukomboa watu. Unajua maafa ambayo yalikuwa yanatokea katika mji wa kifo au maafa yanayotokea katika mji wa kifo mpaka sasa hivi ni kutokana na nafsi zilizodhulumiwa. Wale watu ambao waliuawa enzi hizo bila hatia, zile nafsi zilijikusanya kwenda msituni, zikakaa huko kwa muda mrefu sana. Lakini hizo nafsi zinatoka tena katika msitu, zinakuja kijijini na kuanza kudhuru watu ambao hawana hatia. Hivyo nilikuwa nimepanga mimi pamoja na huyu rafiki yangu ambaye kwa sasa hivi hatupo naye tena. Kwa sababu yeye huyu rafiki yangu amezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2001. Wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza ukakava nafasi yake. Kwa sababu wewe nawe pia umezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2001. Ulijuaje? Ni mapema sana kujua. Lakini ipo siku utafahamu. Ila ombi langu kwako ni wewe kulikava nafasi ya mwenzako. Hivyo nilikuwa naomba tusaidizane na tuongozane wote katika mji wa kifo ili tukaweza kusaidia. Mimi ndio niende kwenye mji wa kifo na wewe? Kaka, unakisikia unachokizungumza? Unakisikia unachokizungumza kwenye mdomo wako? Yaani mtu sikufahamu, mtu sikujui, umetoka huko utokapo eti unakuja. Dada Samantha, bado ndio kwenye mji wa kifo. Ndio nyie mnaedhulumu nafsi za watu, si ndio? Na wewe ndio umekuja kudhulumu nafsi yangu, si ndio? Tena naomba ushindwe katika jina la Yesu. Hebu amka utoke. Naomba uamke utoke, mlango ule ulioingilia. Naomba usikilize kwanza. Mimi sikuja hapa kwa ubaya. Lakini lengo la mimi kufuata hapa ni kwa ajili ya kwenda kusaidia.
hawanihusu. Sio mamangu, sio babangu, sio kakangu, sio ndugu yangu ya aina yoyote yule. Familia yangu nzima ipo sawa. Si unanielewa? Kule tunaenda kwa ajili ya kusaidia watu. Unaendelea tena kuongelea upuuzi wako, si ndio? Nikuitie mwizi, si ndio? Watu hapo waje ajaye hapa wakuponde ufe, uwafate hiyo mizimu yako huko. Tunataka kufa. Haya, toka. Hivi uko sawa kweli? Unashangaa nini? We kaka, unaweza kunifanyia nini huko nyumbani? Nimekwambia katoka nje. We kaka. James. Mimi nilikumisi. Uko wapi? Mimi niko. Nilikumisi. Kanisi. Vipi kuhusu mpango wetu? Sabini, nimekufuata wewe. Tunachelewesha mambo. Nambe. Poa. Ila James, inabidi niondoke haraka sana kwenda kuwatafuta hao watu. Kuhusiana waweke sawa. Okay, sawa. Lakini kuhusiana na kuwakusanya hao wanafunzi wenzako kwa ajili ya kwenda katika mji wa kifo, hilo hata usijali na nisikuchoshe kabisa, kwa sababu mimi nitafanya hivyo. Mimi nimekuja kukupa taarifa kuwa kesho ndo safari, na nahitaji ujiandae wewe kama wewe. Kuhusiana na kuandaa wanafunzi wengine, hilo swala niachie mimi. Mimi James, niko tayari muda wowote. Niko tayari muda wowote. Na nadhani tumepoteza tayari muda. Usijali Sabina. Ni kesho tu. Ni pesi. Usijali. Hey guys. Leo tunayo furaha kubwa sana kwa kukusanyika hapa. Lakini nitoe shukrani zangu za dhati kwa kumuunga mkono ndugu yetu James pale, kwa kutoa idea ya kwenda katika mji wa kifo. Ni kweli guys. Natamani kuenda sana huko. Na hisi kutakuwa kuna vitu vingi sana vya kupendeza. Kweli, kutakuwa na vitu vingi sana. Maana kule tunaenda kama field. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tutaenda kuviona katika mji wa kifo. Jamani, ndugu zanguni, mtembea bure si sawa na mkaa bure. Yaani mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Kwa hiyo nini ambacho tunakifanya? Sisi sasa tunatembea kwa ajili ya kujifunza baadhi ya vitu vingi. Kwa hiyo siku zote mtu aliyekaa bure hawezi kuwa sawa na mtu anayetembea bure. Hivyo basi mtu anayetembea anaweza kujifunza, lakini pia anaweza kujifunza kwa mtu, akajifunza kwa vitu alivyoviona baada ya kutoka mazingira yake. Hivyo mimi kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa kuniunga mkono katika safari yetu ya mji wa kifo. Kwa kweli nashukuru sana. Lakini kule kutakuwa na vitu vingi sana vya kujifunza. Nini maana ya msomi? Msomi ni mtu ambaye anajua vitu vingi. Yaani ili uitwe msomi ni lazima uwe unafahamu vitu vingi. Lazima kila kitu ambacho utakuwa unakutana nacho katika maisha yako unapokuwa umeajiriwa huko, hatuwezi kujua kama ni mkoa gani, lakini kinakuwa tayari kila kitu unachokutana nacho before ulishakiona. Kila kitu ambacho iwe ni mtihani au kitu chochote before tayari ulishakiona. Hii ndio maana ya kuzunguka na kubadili mazingira. Kwa hiyo
Jamani, safari yetu ni kesho. Tunaenda katika mji wa kifo ndugu zangu. Na lengo letu ni kwa ajili ya kujifunza na tutashuhudia vitu vingi ambavyo baadhi hatujai kuviona, lakini siku hiyo tutafanyaje? Tutaviona. Kwa hiyo nawapenda sana. Shukrani sana kwa kuniunga mkono. Wow. Mimi na swali. Swali gani? Ndugu zangu, tunaongea, naona tuna mambo mengi, mada zimekuwa nyingi zinazidi. Labda nisimame mtu wenu kamlevi ka umoja. Nasemaje? Kwanza bia yangu iko wapi? Nilikuwa na glasi. Jinsi nilivyo, si mnanijuaga mimi? Haya, kamnyweso. Sahi au itakuwepo au hakuna? Mwanangu wangu. Wanachuo. Mtoto jao mwanangu. Wae haya mapombe atakupeleka wapi babu? Wae sema wanangu. Nyie mmefurahi sana wanangu, ila mimi kinyonge mwanangu, mazingira hivi mwanangu yatakuepo huko. Wale wameanza na lenyewe. Na kingine nipenda kumkaribisha huyu aliyepo mbele yenu hapa. Huyu ni mpenzi wangu. Anaitwa Sabrina. Kwa hiyo tutakuwa naye katika safari yetu ya mji wa kesho. Baya shemeji. Karibu sana. Asanteni sana. Na nashukuru kwa kushirikiana na sisi na kutuunga mkono mpaka muda huu. Natumaini tutakuwa pamoja huko. Naomba msituangushe. Haya mambo mnaenjoy sasa hivi hapa, huko yatakuwepo zaidi na zaidi. Then tutaenjoy sana na tutafurahi, tutajifunza vitu vingi. Yaani tulivyojifunza shule, sasa tunaenda kuviona kwa macho yetu wenyewe. Naomba msituangushe jamani, tutakuwa pamoja. Na mimi na James tushapanga kila kitu na mipango imekaa sawa. Na gharama zote mtazigharamikia, kwa hiyo ondoeni shaka. Kwa hiyo naomba mjiandae. Kesho tuna safari. Naomba tuendelee ku celebrate. Kila anayetaka starehe yake itakuwepo huko. Tutaenjoy sana. Hiyo tamu hiyo imekaja wanangu. Jamani, safari ni kesho. Tunywe, tufurahi, tuenjoy, lakini kila mmoja alale na wazo kwamba kesho ni safari.
Hatimaye safari yetu imekamilika. Ona. Yaani kule tutaenda kuenjoy jamani. Yaani kama vile napaona. Yaani ndio tushaingia katika mji wa kifo. Hivyo basi wote tunatakiwa kuwa makini, na eneo hili lote mnaoliona ndo himaya ya mji wa kifo. Kwa hiyo hapa tulipo tayari tuko katika himaya ya mji wa kifo. Samahani James, huwezi ukatuletea upumbavu kama huu baba. Hebu tunaona mamifupa fupa hivi. Kwanza huko nyuma tumeona vitoto njiani kwenye gari linaharibika. Alafu tunakuja kukutana na mifupa hivi, si twende? Hapana, si atuende. Au mnasemaje jamani? Wewe mimi napiga vitoto. Si hatari. Wewe mimi nampiga vitoto. Sisi tunakupiga vitoto. Mwanangu, hem tulieni. Hiyo kazi niachieni mimi. Mimi ndo naiweza. Naombeni msikilize tena kwa makini. Huku tumefika ni kwenye himaya ya watu. Hivyo huku kuna jamii nyingine tofauti kabisa na mlioizoea. Hivyo nawapa masharti kwa wanawake, ni lazima mtajifunga kanga. Hilo ni sharti la kwanza. Na sharti la pili, mtu yeyote atakayekutana na kitabu msituni basi asikiguse. Yeyote atakayekiuka masharti haya maana yake atakufa. Jamani, msiogope. Yaani msiogope. Tumekuja huku kwa ajili ya kutalii na kutazama vitu ambavyo tulikuwa tunavisoma tukiwa chuo. Naamini hamtokiuka haya masharti. Jamani, twendeni. Sabini. Nimeamua tuwaache kwanza wale ili angalau kidogo tufurahi tu enjoy, si unajua? Mimi mwenyewe nahisi uwepo wako. Jamani, nataka tutoke kidogo. Unajua wale hawajui chochote na hawajui ni kitu gani kimetuleta huko. Mimi na wewe ndo watu pekee ambao tunasaidia, si ndio? Nafikiri unafahamu sisi ndo watu pekee ambao tunajua siri au kilichotuleta huko msituni, lakini wale hawaelewi. Nafahamu, lakini pia Mungu atatusaidia. Natumai tutapata hicho kitabu na tutarudi nyumbani tukiwa salama. Inabidi waje wajue misho yetu imeshakamilika, sio wafahamu hapa katikati, maana hatuwezi kufanikiwa kwenye tofauti. Yaani kweli lazima siri hii ibaki kwetu sisi wawili. Niahidi kama tukirudi salama utaenda kunioa. Sabrina, narudia mara ngapi? Nilishakwambia toka awali kwamba kwa sababu tayari ushanikubalia, hichi ni kitu ambacho mimi nakifanya kutoka moyoni. Nilishakwambia kabisa siku tukitoka huku msituni tukafanikisha jambo letu,
ni kwamba lazima tukifika kule nitakuoa. Lazima nirudie kuongea mara kwa mara kwa sababu moyo wangu unasema na wewe mara kwa mara. Labda nikwambie kitu kimoja. Kule kwetu Tabora kule kuna baba mdogo anaitwa Tamkareli. Lakini hii haiko sawa. Tuliambia tunakuja huku msituni, tunakuja kutalii, lakini tumefika huku mambo yamebadilika kabisa. Lakini tunaona mtoto mchanga. Naona mtu anafanana na mimi. Yaani huku msituni. Naogopa nyie. Hivi kweli tutakuja kurudi nyumbani? Tutakuja kufa huku, tutakuja kufia msituni. Mimi naogopa. Kweli? Kwa sababu tulikuwa tunatoka kule chuo, watu walituambia watu tunakuja kujifunza, tunakuja huku sisi kutalii, kuenjoy, lakini tunakuja huku sisi, tunakuja kukutana vitu havieleweki. Mambo tunayaona sisi huku tofauti kabisa na walivyokuwa wanatuambia. Nyinyi mnaonaje jamani? Sio haki hiyo. Si hatujui wamechukuana tu wameondoka tu yani na mwenzake hapa. Si hatuelewi kabisa. Tunakuja tunaleteana mambo ya ajabu haya, mauzauza kibao. Mimi namba mwanangu, lakini mauzauza haya mwanangu mimi naumia wanangu. Sio kweli bwana. Mimi naumia wanangu. Lazima tumkande. Wanangu tumkande. Yaani akija hapa mbwai kama mbwai. Masuala gani ajabu hizo? Saidi, usifanye hivyo. Lozi, nakuomba tuondoke mara moja. Tunaenda wapi jamani? Tunaelekea huko. Tunakuja mara moja. Sasa sisi tungefanyaje jamani? Tumeleta huku mapolini, hatuelewi jamani. Jamani, mimi hapo bado anasielewi. Kwanza kamnyeso yangu iko wapi? Kamnyeso kitu gani babu? Tupo kwenye shida unataka kamnyeso? Mambo gani ajabu? Lozi, ina maana bado tujafikiria kuhusu mimi. Kuna muda najiuliza, sijui nikwambie neno gani kusudi niweze kupata. Maana kila ndoano ninayokupa kwako inashinda kunasa. Kila acha nikwambie tu Lozi, moyo wangu unaukamata. Nakupenda Lozi. Unajua nini? Sio kwamba mimi sikupendi. Nakupenda tena sana tu. Ila tunajua sisi bado wanafunzi. Na huu ni mwaka wa mwisho. Kwa hiyo unaonaje kwanza tumalize masomo yetu? Afa mambo mengine yaendelee. Ni sawa Lozi. Lakini kuna kitu kimoja nakiuliza. Sasa hivi tumekuja katika mji wa kifo. Tazama, imekuwa nje ya makubaliano yetu tulipoongea. Angalia nguo ulizovaa sasa hivi. Jambo ambalo mimi linanifanya niwe na wasiwasi. Kwa sababu nakupenda sana. Na imani tutakuwa salama na tutakuwa salama kabisa. Sawa, mimi nakupenda. Ila kwa sasa niache kwanza tumalize masomo. Vipi? Wewe Lichi. Vipi? Lichi. Kuna nini? Mbona unashangaa? Unashangaa nini? Kipenzi, naomba nikuache mara moja. Nenda kukojoa. Nitakufuta, sawa? Nakupenda.
Yule ni mkulima mzuri wa tumbaku. Tambukareli. Ndiyo. Kwa hiyo tutakapomaliza hii mission tutaenda kule kwa baba mdogo, tutafanya kilimo, na baada ya hapo, kabla hatujapata ajira, tutakuwa tayari tutajiwekeza na miundombinu yetu. Kwa hiyo tutakuwa tuko vizuri. Yeah, idea nzuri. Au unasemaje? Yeah. Mtu yeyote atakayekutana na kitabu msituni basi kiguse. Yeyote atakayekiuka masharti haya maana yake atakufa.